Naam, hasa muendelezo wetu unaanzia hapa. Leo Amanda alikuwa amekaa bwana na baba yake, lakini walikuwa wanalumbana sana na walikuwa waelewani hapa, kwa sababu baba yake alikuwa anamlazimisha kuwa inatabidi afanye maamuzi haraka sana ya kuolewa na yule mwanaume tajiri. Lakini Amanda akanambia kuwa baba, mimi sitaki, kwa sasa nishakuwa, nahitaji kufanya maamuzi ambayo mimi mwenyewe nayapenda kwa sababu mimi nishakuwa mtu mzima. Lakini baba yake akawa anamlazimisha tu kuwa inatabidi afanye alichomwambia yeye. Sasa bwana, baada ya kutoka pale bwana, Amanda akaenda hadi katika ile sehemu, lakini hapa pembeni huyu jamaa alikuwa anamcheki Amanda. Sasa alikuwa kumbe ananikataa mimi, afu anaenda kwa jamaa ambaye anauza chakula hapa, lakini jamaa akaamua kuondoka. Sasa baadaye bwana, Amanda alivyorudi akaanza kumwambia kwa yani, Amanda unaikataa mimi, lakini ndio unaenda kule jamaa ambaye anauza chakula pale. Amanda akanamwambia tu kwa yani, kuhusu furaha yangu mimi, wewe haikuhusu chochote. Mimi ndio nimejiamulia maisha yangu na mimi ndo ninaamua nani wa kuwa naye na nani wa kutokuwa naye. Kifupi wewe, mimi sijalizika naye na wala sitaki kuwa naye. Basi jamaa akawa analalamika sana, lakini Amanda ndio upendo wake ndio sehemu alipoendea. Atamani kabisa kuwa na huyu jamaa. Akaingia zake ndani akamwambia kuwa mdago utakupaisha utaondoka. Sasa bwana, jamaa alipoondoka pale akamfuata huyu mwamba James na akaanza kumwambia kuwa yule mwanamke yule unayekuwa naye muda wote, yule ni mwanamke wangu, hivi basi inatabidi ukae naye mbali. Sasa James akawa anafikiria. Baadaye Amanda akafika pale akamwambia yote, akamwambia kuwa mimi hapa nimekuja hapa nimetishwa na yule mwanaume yule, hivyo basi nahitaji kuwa mbali na wewe, yani sitaki tuwe karibu kabisa. Sasa Amanda akawa anamwambia kuwa niko kitu bwana, usikizalimile kwa sababu yule ni mwanaume tu kawaida, basi inabidi tuachane naye. Basi mshikaji wetu akaamua tu kupumzika. Sasa bwana alivyorudi akaenda kumwambia baba yake, akamwambia kuwa hivi ni kitu gani kwa ambacho mnachokifanya? Hamtaki mimi niwe na uhuru wangu? Hamtaki mimi niwe na uhuru wangu? Nauliza. Inatabidi ufanye kitu ambacho mimi nataka, sio wewe unataka. Alafu mimi nishakuwa baba. Basi Amanda pale akaondoka zake. Sasa huku siku yake ya pili akamfuata huku akaogana pale na James akaondoka zake. Sasa alivyoondoka hapa akaja huyo mchumba wake wa mwanzo akaanza kusema kuwa yani unanikataa mimi, kumbe wadate na yule. Lakini pale mdogo wake bwana akaingilia kati akasema, sikia bwana, wewe hapa inabidi uondoke. Wakamfukuza pale wakamdodoa nini. Sasa bwana, baadaye wakati wanafunga akaja baba yake hapa na Amanda. Sasa mshikaji alikuwa hajamjua, akawa anamkaribisha, tunamwambia kuwa tunapika vyakula vya aina vingi hapa, hivyo basi utasema kitu chakula ambacho unachotaka sisi tutakupikia hapa. Lakini basi babake akamwambia kuwa inabidi ukae mbele sana binti yangu, sitaki ukae karibu na binti yangu, yani kaa naye mbali, usiwe naye na mahusiano naye wala nini. Sasa jamaa alikuwa hajui, ndio maana alikuwa anafikiria sana, akawa anamwambia kuwa lakini mwisho wa siku bwana mwamba akaondoka. Alikuwa anafikiria sana. Mdogo wake akaja akamwambia, vipi yule mzee alikuwa anasemaje hapa? Alikuwa ananiambia vitu fulani, basi akataka kuleta noma, lakini akamwambia tupotezee bwana, tuachane nayo. Noma. Sasa huko bwana, upande wa pili kwa binti alikuwa na mawazo kibao, kwa sababu vile vitu ambavyo alikuwa anafanyiwa havikuwa vizuri kabisa kwa upande wake. Alikuwa anakataza kutoka, alikuwa yani hatakiwi kufanya chochote kile. Ni noma. Asia akaambiwa tu uingia ndani, kwa sababu hapa hutaweza kutoka na chochote kile. Basi akawa ameingia ndani Amanda, lakini alikuwa na mawazo kibao. Sasa bwana, kesho yake huyu mwamba huyu ambaye ni mchumba wake ameenda kwa naye akaja hapa akamfuata, akamwambia kuwa babako kaniambia upeke yako, kwa nimekuja hapa kukupa kampani. Amanda akamwambia kuwa sihitaji kampani yako na mimi wala sikuhitaji wewe, inabidi tu hapo uondoke, kwa sababu mimi naye hatuwezi kabisa tukaa pamoja. Basi mwamba akawa anafikiria sana, lakini alikuwa wapati majibu. Mwisho wa siku bwana, Amanda akaondoka. Kabla tujaendelea, nakukumbusha kusubscribe channel hii ya E7 Flix ili mradi wa mwanafamilia na wewe wa kwanza kupata simulizi zetu zinazokuja. Na kama hujaangalia tamthilia hii sehemu ya kwanza, linki nimekuwekea hapo kwenye bio yangu, basi utaibonyeza hiyo linki na utaiona sehemu yake ya kwanza, kwa sababu hii ni sehemu ya pili. Sasa bwana, baadaye bwana, Amanda alikuwa amepanga mchezo na huyu mfanyakazi wao. Mfanyakazi wao akamwambia kuwa sasa hivi baba katoka, kwa hiyo muda kama huu unaweza ukatoroka. Basi wakakubaliana pale, na akamwambia kuwa basi inabidi ukamchukue mlinzi pale ukatoe pale, ili mradi mimi nipate kuondoka. Basi akafanya hivyo, na tunamwona bwana huku Amanda alikuwa kashawa toroka bwana, amekuja hapa kwa kina James, lakini hakuwepo kwa kina James. Basi akawa anamfikiria hapa. Sasa huku babake alikuwa amerudi hapa. Aliporudi akaanza kumuuliza, vipi binti yangu yupo? Binti yako yupo? Basi sawa, tuendelee. Sasa huku bwana, turudi kwa Amanda, kwa James anarudi, lakini wakaanza kufikia sana kwa huyu jamaa bwana, kumbe alikuja kupigwa na watu ambao wasiojulikana, na yote kwa sababu ya Amanda. Basi wakaanza kumlalamikia sana Amanda, akamwambia kuwa uwepo wake karibu unasababisha matatizo. Basi Amanda akawa analia tu pale, naomba msamaha. Akamwambia basi kiukweli, kama mnanihukumu mimi kwa makosa ya baba yangu, basi mimi niko naomba tu naondoka zangu. Lakini pale bwana mdogo mtu akamwambia mwache bwana, muombe msamaha. Akamwambia basi sawa, ingia ndani.
Basi ndipo akaingia ndani pale, ndipo akaanza kumadisia kila kitu kilivyokuwa. Basi Bi Amanda akamwambia tu kwa mimi kweli mwenyewe nilifungiwa ndani, sikuruhusiwa kufanya chochote kile, ndio maana muda wote ulikuwa unione wala basi. Jamaa walikuwa wanaenda sana, lakini Amanda akamwambia kwa sababu mimi nimetoroka hapa nyumbani, inabidi tuondoke, kuna sehemu hivi nyumba rafiki yangu, tuondoke hapa. Kwa sababu tukikaa hapa baba wangu akishagundua atakuja hapa na atanitafuta. Basi akamwambia basi sawa, japokuwa alikuwa anakubali lakini kishuko pande akakubali. Basi sawa, basi wakafunga safari, wakafika hadi katika nyumba mpya. Akamwambia basi kwanza leo tutakopo tunaishi hapa. Basi sawa. Sasa huku pande wa pili bwana, kwa huyu baba yake alikopo kashagundua kama naye hayupo, basi akawa anamtuma tu huyu mfanyakazi wake awe anamtafuta. Kila akijaribu kuwa hamuoni, lakini akanamwambia tu kuwa mtafute binti yangu hadi tumuone. Sasa huku pande wa pili bwana, kwa Amanda maisha yalikuwa mazuri sana na huyu kijana James, na akawa anaongea mambo mengi sana. Alikuwa anaelekezana vitu kibao, lakini James na Amanda kifupi walikuwa wanapendana. Lakini hadi sasa hivi hisia zao hajaziweka wazi kwa mwenzie hapa. Kila mtu hajamwambia mwenzie kwa hisia zake zipoje kwa upande wake. Sasa huko bwana, tukirudi katika ule nyumba kishua, leo beki tatu hapa alipokuwa anauliza vipi, unajua sema mume alipo? Hamna bwana, sijui. Anataka kuondoka, akaambia samani sasa, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu nilichotaka kukwambia kwa hivi inatabidi tu umwache mtu afanye maamuzi yake anayotaka yeye, ili mradi upate kulinda heshima na furaha ya familia. Usimlazimishe mtu kufanya jambo ambalo halitaki. Kifupi yale maneno mzee alikuwa anamjia sana, lakini mwisho wa siku akamwambia basi asante kwa kunishauri, hebu nenda zako. Basi akaondoka. Sasa baadaye bwana, mzee akaamua kitu, akamwita yule jamaa akamwambia mimi kwa sasa bwana, nimeamua tu kuizilisha hii ndoa, sitaki tena ifanyike, kwa sababu nimeamua kumpa uhuru mwanangu afanye kile kitu anachokitaka. Basi mwamba alikopo anajitahidi sana kukataa, lakini ndio hivyo, hana jinsi, lazima kubali tu. Na akamwambia basi sawa, mimi nitafanya kama hivyo. Basi akaondoka pale. Sasa huko upande wa pili bwana, kwa James, hiyo ndugu yake bwana alikuwa mkuja, akamwambia kwa hivi blaza, unafeli wapi? Yule mwanamke anakuonyesha ishara zote kwa anakupenda, lakini wewe haujiongezi kabisa. Lakini James akanambia tu kwa kweli wale ana maisha mazuri sana nyumbani kwao. Mimi nikimwambia nakupenda nitampa nini? Mimi sina cha kumpa chochote. Akamwambia sikia wewe, kuwa na akili blaza, changamkia fursa, yule mwanamke anakupenda, yupo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Basi akaondoka, akamwambia fikiria, mimi sitokukwambia tena kuhusu yeye. Basi mwamba akawa anafikiria. Sasa siku leo bwana, yule mwanamke Sandra ambaye alikuwa ni mpenzi wake na ujamaa alikuja hapa kuleta farangati, kapata story kuwa jamaa sasa hivi anaishi katika nyumba nzuri. Akaanza kuleta farangati, akanambia tu kwa mimi aliishi naye kipindi ambacho huko katika shida, lakini sisi tuliachana mimi naye hata kama, lakini itabidi tuwe ndani humo tuishi wote. Sasa pale bwana, bibi Amanda anakuja, ni nani huyu? Basi pale bwana James akaanza kumfukia, akamwambia sikia, hebu ondoka bwana katika nyumba hii, mimi sihitaji kuwa naye, mfukuze. Basi akamwachia majukumu yote mdogo wake pale, akamfukuza pale. Akana mza vipi yule naye? Akasema yule kopo ni ex wangu tu wa zamani, kwa sasa sina mahusiano naye. Akamwambia basi sawa, ni kweli kabisa. Ni kweli naitwa jirudia. Kweli kabisa. Sasa bwana, siku leo yule beki tatu walikuwa wamekuja hapa kuonana na huyu Amanda. Akanamwambia kwa kweli sasa hivi baba yako kashafungua moyo kabisa na wewe. Anahitaji tu urudi na atafanya kila kitu kile kwa niaba yako. Yaani hataji tena kuendelea kukuumiza na wala kukuforce kitu ambacho wewe au hitaji. Basi Amanda akasema basi ni kweli. Ni kweli. Basi wakafunga safari hadi nyumbani kwa babake. Na babake akamwambia kwa kweli binti yangu samahani sana. Ile vitu nilikuwa nakufanyia, nilikuwa sijui ulichokifanya. Hivi basi sasa hivi nitafanya chochote kile ambacho wewe unahitaji binti yangu, na kama kuna mtu yote utampata ambao unamlizia, basi mlete tumtambulishe. Pale Amanda bwana akaenda kufungua mlango, akamleta kwa James na akasema huyu ni rafiki yangu mzuri sana, ambaye huyu ambaye tunamhitaji na huyu kwa sasa na mahusiano naye. Basi akamwambia basi mimi sipendi kwanza nitoke niache hapo kuongea. Basi akaanza kuongea tu pale, na akaanza kuongea vitu vingi sana, kwa kuwa sasa hivi washakuwa pamoja, Amanda na James washakuwa pamoja kwa sababu wana mahusiano. Na hii bwana ndio inakuwa mwisho wa simulizi yetu hii ambayo ni love story kali kabisa, ambayo walianza kutenganishwa na visa vya wazazi kwa sababu mmoja tajiri mmoja maskini, lakini mwisho wa siku baba amekuja kukubali. Basi ulikuwa na mimi hapa mwanzo hadi mwisho. Safe my story. Bye, tukutane katika vigongo vijavyo.